Ndugu, ishi katika kutenda haki. Ishi katika kutenda mambo mema. Ili ukiondoka katika dunia hii, basi ukapate thawabu yako mbele za Mungu. Hakuna mtu atakayebeba mzigo wa mwenzake. Kuna watu wanadanganyana, wanasema eti mtu akikuua anachukua dhambi zako. Hiyo haipo. Jipange, jiandae, kwa sababu maisha sio yako. Uhai ulionao sio wako, umeazimwa. Kaa tayari. Huyu anayekuua wewe, huyu atakayekuua wewe, aliyewahi kuua hakuchukua dhambi za yule, ila ana dhambi ya kumuua yule. Sio dhambi. Swala la changamoto, swala la mizigo yako utabeba mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Nakupa tu tahadhari, hakuna mtu anayechukua dhambi za mwingine kwenye hii dunia tulionayo. Hayupo. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Uwe umekufa, uwe umegongwa na gari, umekufa kwa kuumwa, uwe umerogwa, yani umekufa kwa namna yoyote ile, dhambi zako ni mzigo wako, na ndio mzigo pekee ambao hakuna mtu anayeweza kupokea. Ukibeba furushi la mahindi unaweza kupokewa, ukibeba mtoto unaweza kupokewa, ukibeba chochote kile unaweza kupokewa, lakini dhambi huwezi kupokewa. Tunza utu wako wa ndani. Kuna watu wanasema mchungaji unasemaje? Sasa kuna watu ambao unaweza kukuta mtu amekuonea, amekukatisha maisha. Kwenye mambo ya nafsi lazima uwe tayari. Kuna unyakuo, watu wa Mungu, kuna unyakuo aina hizi mbili. Unyakuo wa kwanza kabisa ni wawe mwenyewe kuondoka hapa duniani. Ule unaitwa unyakuo. Kuna watu hawajui. Tunaposema jiandae na unyakuo, hatusemi ule unyakuo wa dunia nzima. Tunasema wa kwako huo ndio ujiandae. Unyakuo wa pili ni ule wa wote wa pamoja ambao haujatokea, ndio maana tunaongea mimi na wewe. Kujiandaa, kujiweka tayari, kuwa tayari katika nyakati zote ni muhimu sana. Siku ile watakaposimamisha watu mbele ya kiti cha enzi, hakuna mtu atasema mimi waliniondoa haraka haraka, mimi walinigonga na gari, mimi waliniua, ndio maana nimekuja mbele za. Ulipewa nafasi. Jiandae. Hakuna mtu anabeba dhambi ya mtu, ila kuna watu watabeba dhambi kwa sababu ya kuondoa watu, labda kufanya hivi, lakini hakuna mtu anabeba dhambi ya mtu. Amen.